Shalom, shalom. Ni mimi Abshalom rafiki yako, ni mara nyingine tena. Nakuja na neno moja tu, mambo gani Mungu alitufanyia? Jambo la kwanza, mambo gani Mungu alitufanyia? Hayo Mungu alitufanyia ni ya muhimu sana kuyajua. Na ukishajua, hautakuwa na hofu na mambo ambayo yaliyoko katika maisha yako. Mambo ambayo Mungu alitufanyia, tutaangalia katika kitabu cha Waefeso sura ya 2. Kuna mambo Mungu ametufanyia, kuna mambo Kristo amefanya na Roho Mtakatifu anafanya leo. Lakini yale anatufanyia Kristo ni yapi? Nataka tuangalie Waefeso sura ya 2 mstari ule wa 5 na kuendelea. Anasema kuanzia mstari ule wa 3, wa 4, wa 5. Anasema zamani sisi nasi tulienenda kati yao katika tamaa za mwili, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama hao wengine. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema na kwa mapenzi yake makuu alitupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Mungu alituisha pamoja na Kristo, akatuokoa. Lile neno kuishwa ni kutoka katika mauti na kuingia katika uzima, ni kutoka katika hukumu na kuingia katika uzima. Kwa hiyo Mungu alituokoa katika njia ya kumwamini Yesu Kristo. Tendo lile linatuingiza sisi katika kujua Mungu alichotufanyia. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye. Kwa hiyo Mungu akatufufua pamoja na Kristo kwa neno la kumwokoa, kwa kuokolewa na Kristo, alafu akatuketisha. Yani akatuketisha, ukisoma kwenye Wakolosai 1:13, akatukomboa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo alitukomboa, akatuingiza katika ufalme, na alipotuingiza akatuketisha pamoja naye. Akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, akatuketisha pamoja na Kristo. Kwa hiyo hatuko katika eneo la kiutawala wa nguvu za giza, hatuko katika eneo la utawala wa magonjwa, laana na mikosi. Tuko kwenye eneo ambalo Kristo alipofufuliwa aliketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, nasi tukafufuliwa pamoja naye, tukaketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho pamoja naye. Kama uko katika eneo ambalo Kristo alifufuka akaketishwa pamoja na Mungu mkono wa kuume wa kiti cha enzi, na sisi tukaketishwa pamoja naye, lile eneo, ile hatima ya maisha yetu ya kesho au leo tunavyoishi, hatuko kwenye mikono ya adui, hatuko kwenye vita, hatuko kwenye mapambano, hatuko kwenye laana, hatuko katika magonjwa, hatuko katika dhiki, hatuko katika aina yoyote ya kusema tunapambana. Tuko katika eneo tumeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho, juu sana. Efeso 1 anasema juu sana kuliko falme zote na mamlaka na enzi na usultani na nguvu na kila jina lipitalo majina yote. Yesu ndipo amekaa pale na sisi tumeketishwa pamoja naye. Na kusimu Kristo unaniangalia, ujue kwamba hatupo katika eneo la maisha ya kupigwa, ya kuonewa, ya kuteswa. Tumekaa katika maeneo ya juu katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki. Hilo ni eneo la kwanza ambalo Mungu ametuketisha, tumekaa pamoja naye kwa njia ya kumjua Kristo na kumwamini kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mungu akubariki. Kaa pamoja na Kristo, tawala pamoja naye. Amen.